qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ataduruna man al-muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama la wala mataa. Faqala inna al-muflisa min ummati man yati yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Asante ya Rabbi. Anasema Abu Hurairah radhiallahu anhu ani Nabii sallallahu alaihi wasallam qala ataduruna man al-muflis? Je, mnamjua nani mtu ambaye amefilisika? Qalu, masahaba wakajibu wasema al-muflisu fina man la dirhama la wala mataa. Aliyefilisika miongoni mwetu yule ambaye hana dirham wala hana chochote, wala mataa wala hana mali, vitu vya duniani hanavyo, hana dirham, yani hana shilingi, hana noti. Huyo miongoni mwetu nasema ndiye mtu ambaye amefilisika. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, hakika aliyefilisika katika umma wangu, man yati yawm alqiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama ameswali sana, amefunga sana, ametoa zaka kwelikweli, wayati qad shatama hadha, na anakuja amemtukana huyo, wa qadhafa hadha, na amemkashifu huyo, wa akala mala hadha, na amekula mali za huyo, wa safaka dama hadha, na amemwaga damu za huyu, yani amemuua mtu, wa dharaba hadha, na amempiga huyu, yani kuna siku amempiga mwenzake. Fayu'ta hadha min hasanatihi, huyu aliyemtukana huyu atapewa katika mema yake, wa hadha min hasanati, na huyu aliyemkashifu na kumtolea kashfa na kumzulia mambo ambayo hayaendani na heshima yake atapewa mema yake. Fa in faniyati hasanatuhu, na kama mema ya huyu aliyempiga mwenzake au aliyemtukana mwenzake au aliyemkashifu mwenzake au aliyemzulia mwenzake, kama mema yake yatakwisha kabla an yaqdiya, kabla hajamaliza Allah subhanahu wa ta'ala kuhukumu ma alayhi, kile ambacho kiko juu yake, ukhidha min khatayahum, patachukuliwa madhambi ya wale waliotukanwa, madhambi ya wale waliouliwa, madhambi ya wale waliokashifiwa, faturihat alayhi, yatatupwa juu ya yule aliyetukana, thumma turiha fi an-nar, kisha mtu huyu atatumbukizwa motoni. Mwenyezi Mungu tunusuru ya Rabbi. Yani kama umemtukana mtu, kama umemuua mtu, kama umemkashifu mtu, siku ya kiyama utakwenda wewe una thawabu nyingi kweli kweli umetenda. Sasa atakuja mtu utaambiwa wewe kuna siku ulimtukana huyu. Ndio ya Rabbi, kuna siku ulimtukana. Haya, thawabu zako zitachukuliwa, atapewa yule ulimtukana. Kama umemtukana tusi lenye thawabu 20, patachukuliwa 20, atapewa yule ulimtukana. Haya, kuna mwingine naye kuna siku ulimpiga mtu, kama ulimpiga kipigo chenye thawabu 100, itachukuliwa thawabu zako, atapewa yule ulimpiga. Kuna siku ulimzulia mtu kesi aina yote, kama ni kesi ya 200,000, utachukuliwa thawabu 200,000, atapewa yule mtu. Mwisho wake wanapewa watu wote ambao umewadhulumu na kuwafanyia khidaa. Amekuja mtu umemuua, utakuja kuambiwa kuna siku ulimwaga damu ya huyu, patachukuliwa thawabu zako, atapewa yule ambaye umemfanyia tukio. Zikishaisha thawabu, sasa wanatazama wale wote ambao ulikuwa una kesi nao duniani. Kuna siku ulimpiga fulani, yule fulani tayari huna thawabu ya kumpa tena, patachukuliwa dhambi za yule uliyempiga, utakuja kupewa wewe. Dhambi za yule uliyemuua utakuja kupewa wewe. Dhambi za uliyemtukana utakuja kupewa wewe. Dhambi za uliyemkashifu utakuja kupewa wewe. Mwisho wake unakuwa huna thawabu ya aina yoyote, unatumbukizwa motoni. Ni jambo la kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tusiwe ni miongoni mwa waja wenye dhuluma,
atujalie tusiwe miongoni mwa waja wenye kutukana watu, atujalie tusiwe miongoni mwa waja wenye kukashifu watu, atujalie tusiwe miongoni mwa waja wenye kudhulumu, wenye kuua watu. Hapo utakuwa umefaulu, kwa sababu haki ya mwanadamu lazima mwanadamu hatukubali, lazima aichukue, ataichukua, tofauti hata na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mwenye huruma, anaweza kusamehe madhambi yako, lakini yale ambayo yanafungamana wewe na Mola wako. Lakini mwanadamu hana huruma. Mwanadamu yuko radhi kwamba wewe uende na maji lakini yeye apone. Mwanadamu yuko radhi wewe uteketee lakini yeye mwenyewe nafsi yake apone. Sasa ukija kumdhulumu huyu mwanadamu, hakusamehi kamwe, hata siku moja hakusamehi. Wewe kila mmoja ahakikishe kwamba yale ambayo ni kati yake yeye na mwenzake, anafanya miamala na mwenzake mizuri na miamala yenye haki na uadilifu, bila kumdhulumu mtu yoyote atakavyokuwa ana nguvu, hana nguvu, usimdhulumu. Bila kumtukana mtu yoyote atakavyokuwa ana nguvu, hana nguvu, usimtukane. Bila kumkashifu mtu ana nguvu, hana nguvu, usimkashifu. Bila kufikiria kuua nafsi, vyovyote atakavyokuwa, hata kama una nguvu sampuli gani, usikaja kumuua mwanadamu ili usije kuteseka siku ya Kiyama. Hayo ndio maneno ya Mtume.